Munajua mimi nilisimama hapa Baragoi, si ndio? Na niliwaeleza watu wa Baragoi, saa ile tunatengeneza mambo ya maendeleo ya Kenya, lazima tupange mambo ya maendeleo ya Baragoi na Samburu. Mnanielewa? Leo hapa nyinyi mnajua tunakutananga hapo kwa maduka na soko hakuna pale ya maana. Sasa leo nimekuja kuanzisha hii soko yenu. Tumewapatia pesa milioni 190 ya kujenga soko kubwa. Milioni 190, 190 million kujenga soko hapa ya ghorofa 2, si ndio? Ndio mufanye biashara, muzalishe uchumi ya sehemu hii. Tulimwambia mama mboga, si ndio? Si mulisikia story ya mama mboga? Si tulisema tutamshughulikia mama mboga? Sasa mama mboga hapa Baragoi atakuwa anauzia mahali soko, na ni soko ya ghorofa. Nyinyi mnanielewa? Watu wa Baragoi tunaelewana? Jambo la pili, sio soko hii peke yake tunajenga hapa. Tunajenga soko ingine mahali inaitwa Olenini, Serolipi, na tunajenga soko ingine kule Kirimon, na tumemaliza soko ya pale Maralal Town, kwa sababu tunataka wakati maendeleo inaendelea Kenya, maendeleo inaendelea Samburu. Samburu hoye! Baragoi hoye! Jambo la pili, niliwaeleza vile vile ya kwamba wakati tunapanga kuhakisha stima Kenya, lazima tupange stima ya watu wa Samburu. Ni kweli ama si kweli? Leo huyu mjumbe wenu Bwana Letipila amekuja kwangu, nimesumbuana na yeye. Leo hapa kwenu tumewapatia shilingi milioni 400 ya watu wa hapa Samburu North. Samburu hoye! Hii Samburu County tumetoa pesa ya serikali bilioni 1 ya kuhakikisha kwamba wananchi 10,000, wananchi 10,000 wameunganishiwa stima makwao. Na hapa Baragoi itaendelea vile itaendelea Samburu East, vile itaendelea Samburu West. Baragoi hoye! Baragoi hoye! Na tumekubaliana hiyo stima itaenda kwa manyumba yenu, itaenda mpaka Nachola, itaenda mpaka kule juu, na tutahakikisha kwamba hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Ni sababu tunataka kuhakisha stima, ni tuondoe giza, tuweke mwangaza, ndio shetani ahame sehemu hii. Kwani nyinyi watu wa Samburu hamjui shetani anapenda mahali iko giza? Situhakishe stima ndio ipatikane mwangaza, ndio shetani awache kutusumbua, ama namna gani? Tuendelee namna hiyo? Mnasema tuendelee namna hiyo? Jambo la tatu, muliniuliza wakati nilikuja hapa, muliniambia wakati ninapanga barabara za Kenya lazima nipange barabara za hapa Samburu. Ni kweli ama si kweli? Sasa sikizeni watu wa Baragoi. Kesho, siku gani? Kesho tunaanzisha barabara ya kutoka Maralal kuja Moricho, alafu baadaye tutaisukuma mpaka itafika hapa Baragoi. Na hiyo tunaanza awamu ya kwanza barabara ya lami. Si mnajua lami tulitoa huko Laikipia, si ndio? Kule Rumuruti ndio tulianzishia barabara ya lami. Si imefika Kisima, alafu ikafika Maralal. Sasa tumeanzisha sasa kutoka Maralal ikuje Moricho, alafu baadaye nitapanga pesa ingine kutoka Moricho mpaka ifike hapa kwenu, ndio mkae kama wananchi wa Kenya wengine. Baragoi hoye! Tunaelewana? Tunaelewana? Kesho mimi naenda kuanzisha hiyo barabara. Tunaelewana? Na vile vile nimeweka pesa zaidi ya milioni 100
kutengeneza barabara yenu ya kutoka kule Maralal kwenda inaitwa nini? Hapana. Wacha niwasomee, mimi niko na hiyo story. Barabara ya kutoka Maralal kwenda Opiroi. Itoke Opiroi iende Barsiloi. Itoke hapo iende Masilita. Itoke hapo iliende Seriolipi. Alafu baadaye nataka ifike mpaka Ndonyo Wasin, mpaka mahali inaitwa Milgis. Nyinyi mnajua hiyo dunia mahali iko? Mnaelewa hiyo mahali? Hiyo barabara nimeweka pesa ya kutengeneza, sio ya lami lakini barabara mzuri. Tuhakikisha kwamba sehemu hii yote inapitika. Tuhakikisha kwamba Samburu inapiga hatua ya kwenda mbele. Tuhakikisha kwamba watu ya hapa, watu ya Baragoi vile vile wanaunganishwa na Wakenya wengine. Baragoi hoye. Mnasema tuendelee na hiyo barabara? Nitengeneze hiyo barabara. Tengeneze ile ya kutoka Maralal kuja Morijo. Tafute pesa nyingine ifike hapa Baragoi. Wangapi wanasema hiyo barabara tuendelee naye? Tumekubaliana? Mimi vile vile nataka niwaambie jambo la nne. Na nisikia watu wa Baragoi. Nimewaambia maneno ya soko. Mumesikia? Nimewaambia maneno ya stima. Mmesikia? Nimesema maneno ya barabara. Mumesikia? Jambo la nne. Mimi nataka niwaambie mambo ya matibabu. Mimi nilisimama hapa nikawaambia tutabadilisha mfumo wa matibabu Kenya. Ile mfumo ya zamani ilikuwa ni mwananchi anaenda hospitali, anaulizwa pesa alipe ndio aweze kutibiwa. Wananchi wengi hawana pesa, wananchi wengi hawana kazi, wengi hawana biashara, wengi hawana uwezo. Ndio tumesema tubadilishe mfumo wa afya. Tunataka kila mwananchi aende hospitali, atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Ninyi mnanielewa? Ndio tukaanzisha mfumo mpya ya universal health coverage. Mimi nataka mnisikize vizuri watu wa Baragoi. Baragoi hoye. Nataka mnisikize vizuri. Sasa serikali ya Kenya tumeweka pesa kwa budget. Sasa tuko na bima ya afya ya kila mwananchi. Yule ako na kazi ama asiwe na kazi. Yule ako na uwezo na yule asiwe na uwezo. Tumesema sasa wewe kazi yako mwananchi ni kujiandikisha kwa SHA. Kazi yako ni kufanya nini? Kujiandikisha kwa SHA. Ukishajiandikisha, sisi tutakupangia mambo yako ya matibabu. Tutajua madaktari kiasi gani wanahitajika. Tutajua hospitali ngapi inahitajika. Tutajua equipment kiasi gani inahitajika. Na tutajua mambo ya madawa kiasi ngapi inatakikana. Wananchi wengi wakienda kwa hospitali wanaambiwa hakuna madawa. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo tunataka kuondoa hiyo ugonjwa ya hakuna dawa. Na tumekubaliana na Governor Lati ya kwamba sasa madawa itakuwa inatoka Nairobi, haisimami tena Samburu pale Maralal. Inakuja moja kwa moja mpaka Baragoi. Inaenda moja kwa moja mpaka kila hospitali. Ndio tuhakikishe ya kwamba kuna dawa katika kila hospitali. Watu wa Maralal tunaelewana na watu wa hapa Baragoi? Tunaelewana jameni? Sasa wewe mwananchi wa hapa kwenu Samburu, wananchi 1112 wamejiandikisha. Mimi nataka nijue watu wa Baragoi, wangapi wenu wamejiandikisha kwa SHA? Hebu nione kwa mikono. Ala, mumejaribu si mbaya. Si mbaya, mimi naona mko chonjo kiasi. Lakini mimi naona kuna watu wengi hapa bado hawajajiandikisha. Nyinyi ambaye wamejiandikisha mnangojea nani? Nauliza nyinyi, mnangojea Yesu arudi? Mtajiandikisha? Sikia mtu ya Maralal, kujiandikisha kwa SHA ni bure. Wewe jiandikishe ndio nipate information ya kukupangia mambo yako ya madawa, mambo ya madaktari,
nipange mambo ya equipment na na tuone tutajenga hospitali namna gani, na tutashirikiana na hawa viongozi wenu. Mimi nataka nishukuru hawa wabunge wote. Mnaona huyu Letipila huyu? Mnaona huyu Naisula? Mnaona huyu Lekumontari? Hawa pamoja na seneta wetu huyu mungwana anaitwa Eltumbesi. Hawa viongozi wote na ule mrembo wetu seneta huyu na women rep wetu, mama wetu wa county huyu mama Lenguris. Sisi hawa wabunge wote wamenisaidia kule bunge, wamepitisha sheria ndio tuwe na SHA, wamepitisha pesa ndio tuweze kuwa na madawa na matibabu na madaktari pamoja pia na madawa. Tumekubaliana jameni? Wapigie makofi hao wabunge jameni kwa kufanya kazi ya bidii. Tumekubaliana jameni? Watu wa Baragoi tumekubaliana? Sasa mutaenda kujiandikisha kwa SHA? Wangapi wataenda kujiandikisha kutoka kesho asubuhi? Mimi naomba machifu wetu, naomba watu wa CHPs, tuko na community health promoters hapa. Nataka niwaulize hawa community health promoters ni watu wazuri sana. Hawa wamama na wazee na wapenda sana, wanatufanyia kazi mzuri kule mashinani. Na mimi tutasimama na nyinyi kidete. Muhakikisha kwamba mnawasajili hawa wananchi wote. Tunataka kila mwananchi hapa Samburu ajiandikishe. Ndio tuwe na information na data ya kuhakikisha kwamba tunashughulikia mambo yenu. Hatutaki mtu tena auze shamba yake ama auze mifugo yake ama auze ng'ombe yake ati anaenda kulipa hospitali. Sisi tunataka kuwalipia mambo ya hospitali kama serikali. Watu wa Baragoi tunaelewana jameni? Baragoi tunaelewana? Jambo la mwisho, mimi nataka niwaambie vijana wa hapa, vijana mko wapi? Vijana wa Baragoi niwaone. Vijana mko area? Nataka munisikize vizuri vijana. Sawa sawa? Mbali na hii soko tunajenga hapa, na nimemwambia contractor, hii mjengo haitajengwa na vijana kutoka sehemu nyingine. Vijana wa hapa Baragoi ndio watajenga hii mjengo. Nyie mnanielewa? Tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 7.4 kujenga masoko, kujenga affordable housing, kujenga hostels, na mimi nataka hawa vijana wafanye hiyo kazi. Vijana hoye! Vijana hoye! Vijana mnanisikia? Pale kwa affordable housing iko kazi. Pale kwa market iko kazi. Pale kwa hostels iko kazi. Kama wewe ni engineer, kama wewe ni plumber, kama wewe ni carpenter, kama wewe ni mason, kama wewe ni electrician, kama wewe ni mtu ya mkono, iko kazi pale. Tunataka vijana wa sehemu hii wapate ajira. Kwa Kenya mzima tuko na vijana zaidi ya 1,600 wanaofanya kazi katika programu ya housing, na tunataka vijana wa hapa wajumuike, waungane, ndio tuweze kuwashughulikia vijana wa taifa letu la Kenya. Vijana hoye! Jambo la pili, nataka vijana tena mnisikize vizuri. Vijana mko? Mnisikize vizuri. Jambo la pili, tuko na program ambayo inaitwa digital jobs, yani kazi kwa mitandao. Pale kwa TVET yenu, na hapa tutawajengea ICT hub. Nimekubaliana na huyu Letipila mahali tutajenga ICT hub. Tutajenga hapa ICT hub, tutajenga kule West, tutajenga kule East. Tumekubaliana na hawa wabunge wetu ya kwamba kila ward lazima iwe na ICT hub. Ndio tupange ajira ya hawa vijana. Wafanye kazi mitandaoni, kampuni iko nje, na wajisimamie, wapate pesa, wapate ajira, wafanye e-commerce, ndio tuweze kuinua taifa letu la Kenya. Vijana wa hapa Baragoi mko? Munisikize tena. Nimewaambia mambo mawili. Nimewaambia affordable housing iko kazi, pale kwa market iko kazi, pale kwa hostels iko kazi, pale kwa digital jobs iko kazi. Jambo la tatu, mimi nataka niwaambie vijana, nilikuwa nchi ya Qatar on Monday. Mimi nilikuwa huko. Tuko na nafasi ya kuajiri vijana wa Kenya sehemu nyingi ya dunia, ikiwemo Qatar, ikiwemo UAE, ikiwemo Dubai,
ikiwemo Marekani, ikiwemo Uingereza, ikiwemo Ufaransa, ikiwemo Ujerumani. Tuko na nafasi ya nyinyi vijana kufanya kazi huko. Vijana mko tayari ama mko tayari? Mko tayari ama mko tayari? Kazi ikipatikana Baragoi mtafanya? Ikipatikana Nairobi mtafanya? Ikipatikana Marekani mtafanya? Ikipatikana Ujerumani mtafanya? Na Ufaransa mtafanya? Na UAE mtafanya? Mko tayari ama mko tayari? Sasa mjipange. Kila mjumbe hapa anajua vile ya kupanga export of labor. Tumeshawaeleza tayari ile requirement. Na kama huna passport, tunakupatia passport kwa siku 3. Kama huna pesa ya kulipa tikiti, tutakupatia pesa ya kulipa tikiti. Kwa sababu tunataka kila kijana apate nafasi ya kufanya kazi, ndio watuchangie kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Mimi sijasikia vijana wa Baragoi mko tayari ama mko tayari bwana? Mutasumbua huyu Letubila? Mumsumbue kabisa mpaka mupate hiyo kazi. Na msumbue huyu mama le Suda huyu. Na msumbue huyu le Kumontare. Ama namna gani? Mpaka hiyo kazi ifanye nini? Ipatikane. Nyinyi mnanielewa? Kwa sababu mimi nishapanga kule mbele. Mimi nimesign bilateral labor agreement. Mimi nimepanga vile mtapata tikiti. Mimi nimepanga vile mtapata passport. Sasa wewe jipange na mjumbe yako, kazi iko inakungoja. Watu wa Baragoi mnanielewa? Jambo la mwisho. Sikizeni. Jambo la mwisho. Nyinyi mnajua juzi nilianzisha mpango mkubwa inaitwa Nyota. Tumesema kila ward tunataka vijana 70 kwa kila ward, tuwapatie pesa 50,000 kila kijana asukume biashara yake. Vijana wa hapa mko tayari ama mko tayari? Vijana wa hapa mko tayari ama mko tayari bwana? Mumejipanga? Sikizeni. Dunia hii maneno ni kujituma bwana. Hakuna kazi itakuja kukutafuta nyumbani. Maisha ni nini? Maisha ni nini? Maisha ni kujituma. Nyinyi vijana munisikize. Kama unataka kazi kwa affordable housing, ujitume. Kama unataka kazi kwa market, ujitume. Kama unataka kazi kwa hostel, ujitume. Kama unataka export of labor uende ngambo, ujitume. Kama unataka digital jobs, ujitume. Maisha ni nini? Hamujasikia maisha ni nini? Vijana mnanisikia? Maisha ni kujituma bwana. Unasikia? Sasa nyinyi vijana, mimi nawazungumzia kama baba yenu. Si ndio? Mimi nawazungumzia kama baba yenu. Mimi nawaambia vijana wa Kenya tunawapenda, lakini lazima kila mmoja wenu ajitume. Tumesema kwa program ya Nyota, vijana wa miaka 19 mpaka 29 mpaka 35 come forward. Tuko na pesa yenu, tunataka kuwainua mfanye biashara. Yule ambaye hujasoma, hujapita standard 8 ama hujapitisha form 4, pia tutakupanga na mambo ya kukufanyia training. Tunatafuta vijana ambao wataenda kutafuta taaluma, we are going to pay for you. Tutatafuta vijana wa kuwapanga wajue biashara, wafanye biashara na county, wafanye biashara na national government. Hiyo kazi yote nimesema hapa, muulize hao wabunge wenu, uliza MCA wenu, ndio tuwapange, ndio Kenya isonge mbele, vijana wasibaki nyuma, twende sambamba, tujenge uchumi, Kenya iweze kusonga mbele. Baragoi hoye! Tumekubaliana Baragoi? Mnasema tuendelee na kazi ama mnataka tuanze vitina? Si tuendelee na kazi jameni? Ama mnasemaje? Baragoi mnasema tuwajengee soko na tujenge barabara na tuunganishe stima na tupange mambo ya matibabu ya SHA na tupange ajira hawa vijana. Kazi iendelee ama isiendelee? Wangapi wanasema kazi iendelee jameni? Baragoi nione kazi iendelee. Mnasema tushirikiane? Ndio mimi nataka niwaambie hawa ndugu zangu viongozi wenzangu, mimi nimejitolea vile muliona mimi na Prime Minister Raila Amolo Odinga ambaye ametuacha. Tulikubaliana tuondoe chuki kwa Kenya, tuondoe ukabila kwa Kenya, tuondoe migawanyiko kwa Kenya, tuondoe mambo ya kisirani kwa taifa letu, tuunganishe Wakenya wote wawe kitu kimoja. Na ndio tukatengeneza serikali ya broad based.
ya kuunganisha Wakenya wote. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Baragoi, nawauliza tuungane, watu wa Samburu tushirikiane, watu wote wa Kenya tushirikiane, tukue kitu kimoja. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Si tusimame pamoja ndio tupate nguvu, ndio tusukume taifa letu liende mbele? Ama mnasemaje watu wa Samburu? Tumekubaliana tutashirikiana pamoja tuende mbele pamoja. Hebu nione wala anasema tutashirikiana tuende mbele pamoja. Harambee! 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 Ati Samburu mnasemaje? Ati Samburu mnasemaje? Na Baragoi mnasemaje? Na Baragoi mnasemaje? Na Samburu mnasemaje? Haya, mimi naona kweli nyinyi mko hapo kwa tutam. Basi wacha nichukue nafasi hii. Samburu hoye! Tumeelewana jameni? Lakini mbona mimi naona kama kuna watu wageni wengi hapa leo. Nimekuwa Samburu siku mingi, na nyinyi ni watu wa hapa Baragoi ama nyinyi ni wageni? Nyinyi ni watu wa hapa? Mbona mnakaa kama wageni? Mimi uwanga hapa kila siku najaribu kuwaona, mbona siwe? Nyinyi kwanza mmeniona hapa siku nyingine? Kwa hivyo nyinyi si wageni. Nyinyi ni watu wa hapa. Mwisho, mimi nilisimama hapa Samburu. Kwanza nilisimama hapa Baragoi. Nikasema mambo ya wizi ya ng'ombe, mambo ya kukosesha watoto usalama, mambo ya kuleta mayatima na wajane katika Baragoi hii, katika Samburu hii itakoma. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Si nilisimama pale nikasema tutasimamisha hii ujinga? Sasa sikizeni. Nasikia kuna watu wengine wanataka kurudisha hiyo ujinga hapa. Mwambie mimi nimerudi hapa tena. Na nimesema hiyo ujinga haiwezi kurudi hapa. Mambo ya kuleta maafa hii dunia, mambo ya kukosesha watoto wetu masomo, kuleta wajane na mayatima, kuharibu usalama. Serikali ya Kenya tutasimama kidete. Wale watu nilituma siku ile wako njiani tena. Waambie hao watu waanze kufunga safari waanze kutembea. Nyinyi mnanielewa? Si tunataka amani jameni? Tunataka amani. Sasa sikizeni, my friend. Ile mambo ya usalama ya zamani ambayo askari walikuwa wanapiga kina mama ama wanapiga wazee, hiyo maneno haiwezi kufanyika tena. Sasa sisi tunajua nani yako na bunduki. Sisi tunajua. Na wewe my friend, sikiza mimi sawa sawa. Na kama kuna rafiki ya huyo mtu wako na bunduki yako hapa, hiyo bunduki uko naye, we will come for it. Tutakuja kuchukua. Lete mapema. Na tukikuja kuichukua kwa sababu hatuwezi kukuruhusu utumie bunduki kuiba ng'ombe ya watu, kuua wamama, kuua watoto, kuua wazee, ati wewe ni mjeuri. Hiyo ujeuri tutakumalizia. Nyinyi mnanielewa? Kwa hivyo kila mtu iko na bunduki. Tafadhali my friends, mapema asubuhi rudisha bunduki. Hakuna mwananchi atakuwa na bunduki. Wewe kama unataka kuchunga ng'ombe, tafuta fimbo. Enda chunga ng'ombe. Bunduki wachana naye. Tumekubaliana? Ama mnasemaje watu wa Samburu? Watu wa Baragoi mnasemaje? Iko bunduki inachunga ng'ombe? Bunduki inaua watu, bunduki inaua wanyama, bunduki inaua watoto, bunduki inaua kina mama, inamaliza wazee, inatuletea wajane, inatuletea mayatima. Hiyo maneno tumesema no. Kila mwananchi achunge mali yake na fimbo. Watoto waende shule. Ama namna gani? Kama unataka mambo ya bunduki, tunaajiri police next week. Wewe kuja tukuajiri kwa police, uende ushike bunduki, uendelee na hiyo kazi. Ama namna gani? Samburu hoye! Baragoi hoye! Baragoi hoye! Bas, mimi niko hapa na wadosi wengi. Wacha kwanza nimuite huyu waziri wangu anaitwa Alice Wahome. Yeye ndiye atasimamia hii soko na achunge wa mama. Na nimemwambia huyu mama mwenzenu, nimemwambia kwa hii soko mpaka mahali wa mama wananyonyesha watoto itakuwa ndani ya hii soko. Wewe mama uhakikishe wa mama wenzenu. Unasikia mama?
Hata kama umepata mtoto usikwame nyumbani, kuja na mtoto hapa, tutakutafutia mahali ya kuweka mtoto. Ikifika saa unaenda unanyonyesha, unaendelea na biashara. Ama namna gani? Tumekubaliana? Haya, Mama Alice.